the godly tools ama the divine tools ambazo zinaweza kutusaidia ku overcome challenges. Na it is a continuation from where we left yesterday. Apart from ile tulikuja kuzungumza baadaye ya madawa ya kulevya. Sasa kuna continuation ambayo tutaendelea nayo na naamini ya kwamba Mungu atatusaidia. Na niwaombe hivi. Naomba mniangalie. Wakati ninakufundisha, uwe makini kwa vitu nitakuwa ninavirudia. Maana ndio mtihani wako utakaofanya kesho. Kesho uko na questionnaire ambayo iko na maswali 10. Kesho tutakuwa na break ndefu sana. Tutaenda break ndefu sana lakini ya kufanya mtihani. Tutafanya mtihani maswali 10 lakini tutakupatia almost 2 hours. Maana nataka nione akili yenu kama it is functioning. Kwa hivyo uwe makini kwa vitu ambavyo nitakuwa nafundisha nikivirudia. Ujue hapo ndio majibu yapo. Uwe makini kwa vitu ambavyo ninaweza kupita mbio na niuliza swali ghafla. Maana hilo ndio litakuwa swali ambalo liko katika mtihani. Sawa Nimeona mpaka wale ambao tuko zilikuwa asubuhi zimeweza kufungua. Kazi inaongezeka tena. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tutaendeleza kutoka mahali tuliashia. Nani anakumbuka tuligusa tools ngapi jana? Kwa hivyo presence ya God ikiwa katika life yako leo, presence ya God ikiwa na wewe, mahali popote ambako utakuwa unatembea, labda unaenda deal zako, Mungu amekujalia uko na deal na uko na presence ya God. Kuna vitu ambavyo unaweza kufanya ambavyo vinaweza ku bring down the presence of God. Na vitu vyote vinaanzia kutoka mahali tulianzia. Having a heart full of the spirit of worship. A spirit of worship. Thank you. Ninyi endeleeni kwenda na shortcut tu. Mtajikuta pabaya. Asante sana Levina. Mkicheza Levina tabomoa hiyo mtihani. Endeleeni kunikodolea macho tu. You should have a heart. You should own a heart full of a spirit of worship. Amen. Na hiyo ndio kitu itakufanya kwamba presence ya God inaweza kutembea na wewe. Na katika hii life ambayo utakuwa unatembea, chochote ambacho utakuwa unatenda, you can bring down the presence of God through prayer. Lazima uwe kijana wa kwenda magotini. Lazima uwe kijana wa kumuita Mungu. Lazima uwe kijana wa kuna mambo ambayo tutayaangalia leo katika hizo tools. Niko na tools nyingi sana na niko na hofu kwamba hatutaweza kuzikava zote kwa sababu baadaye sitakuwa na ninyi katika kufundisha ni mwalimu mwingine, ila kwa neema ya Mungu pale ambapo atanisaidia kuweza kukava tutaendelea namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na naamini ya kwamba tutakuwa mahali pazuri. Hallelujah. Amen. So leo nataka tuangalie tool ambayo inaitwa the word. The word. Sasa utaandika hapo the word of God. The word of God ukizungumza habari ya the word of God, ni wakati wewe binafsi umekuwa msomaji wa neno na hili neno ukaliweka moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama kijana lazima uwe msomaji wa neno na hili neno uliweke ndani mwako. This is a powerful tool. It is a powerful divinely or godly tool or weapon that can help you to overcome obstacles. Na hii itakusaidia wewe kama kijana. Unaweza kufika mahali na ukakumbuka mstari mmoja wa neno na ukakutia moyo katikati ya jaribu fulani, katikati ya changamoto fulani, katikati ya hali fulani nzito. Ukakumbuka tu hilo neno na likakutia moyo.
Sasa lazima uwe msomaji wa neno. We must dive deep in Bible study. Read the Bible. Wale tulikuwa kishusha, kuna wimbo tuliimbishwa tangu zamani. Read your Bible, pray every day. Na tukasema ya kwamba kusoma Biblia na kuomba kila siku inakusaidia kuendelea kumjua Mungu kwa undani zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So leo wakati umekuwa msomaji wa neno, neno litakusaidia kuweza kushinda changamoto, majaribu, na pia vile vile kukumbusha uweza wa Mungu maishani mwako. Wewe unajikuta katika changamoto ambayo inakufanya kwamba usahau ya kwamba Mungu yuko na wewe. Kuna mambo ambayo watu tunakupana nayo katika life leo, na itakufanya ufikirie ni kana kwamba God amekusahau. Lakini utakumbuka mstari mmoja wa neno ndani mwako, alafu inakukumbusha kwamba Mungu ananipenda. For example, unaweza kufika mahali changamoto zimekukumba mpaka unaona ni kama Mungu anipendi. And then ghafla unakumbuka John 3:16. What does it say? Nini imekufanya ukumbuke hayo yote? Kuna wengine hapa wanaikumbuka hiyo not because they are good in Bible study, na si kwa sababu wao labda wamejitosa sana katika kusoma Biblia, lakini kwa sababu ni kifungu ambacho umekifundishwa umekisikia kila mahali kutoka ukiwa Sunday school, kimekuwa kikizama ndani mwako mpaka sasa ulikikram na unaweza kukiongea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa neno la Mungu linafaa kuwa kwetu kama Red Cross. Vile inaweza kutokea ghafla wakati wa majanga, ndivyo neno la Mungu linafaa kuwa ndani mwetu wakati wote. Unapotembea, neno la Mungu liwe limejaa ndani mwako. Kwa hivyo tutamwangalia Yesu Kristo alipokuwa na neno, na hili neno likafanya kazi kubwa sana ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Twende katika ndani ya Mathayo Mtakatifu 4. Matthew chapter number 4. Tutasoma kuanzia verse number 1. We want to observe the powerful tool that can help you to overcome obstacles. So, and it says, Matthew 4 verse 1, it says, Then the Spirit led Jesus into the desert to be tempted by the devil. After spending 40 days and nights without food, Jesus was hungry. Then the devil came to him and said, If you are God's son, order these stones to turn into bread. But Jesus answered, The scripture says, human beings cannot live on bread alone, but need every word that God speaks. Then the devil took Jesus to Jerusalem, the holy city, set him on the highest point of the temple, and said to him, If you are God's son, throw yourself down, for the scripture says, God will give orders to his angels about you. They will hold you up with their hands, so that not even your feet will be hurt on the stones. Jesus answered, But the scripture also says, Do not put the Lord your God to the test. Then the devil took Jesus to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world in all their greatness. All this I will give you, the devil said, if you kneel down and worship me. Then Jesus answered, Go away, Satan. The scripture says, Worship the Lord your God and serve only him. Then the devil left Jesus, and angels came and helped him. Wow!
are observing the 3 stages of Jesus Christ. Now, these 3 stages tunaziona ya kwamba ni Yesu anapelekwa katika temptations. The 3 stages of temptations. Na tunaiona ya kwamba kuna moja ambayo inakubaliwa na God mwenyewe. Mungu anamtuma Roho Mtakatifu. And this thing happens wakati Yesu amefunga. Amefunga siku ngapi? 40 days and nights. 40 days, day and nights. Siku ile amemaliza tu fasting yake, ndio vitu vinaanza kufanyika. Instead ya kujibiwa maombi ya kile alikuwa anaomba, sasa now the devil appears. I want to tell you this, that the devil anaweza kukutokea wakati wowote. Hata ukiwa hapa kanisani. Hata hivi tumekaa hapa, kuna watu hapa madevo wamewatumia sana. Kuna mtu ako hapa alikuja tu kwa mkutano, ako church, yani kwako kuja hapa kuacha kitanda chako kizuri, kuacha homia kwenu na ukaja hapa mbele za God, inaweza kuwa ni kama mtu ambaye ameenda fasting. Lakini cha ajabu ni kwamba shetani amekukalia kabisa. Kuna mtu ako hapa amekuja akaachana na mchumba wake yule alikuwa naye, amekuja akapata mwingine hapa. Sio ndivyo? Ni nini hiyo? Sasa kuna mtu ambaye amekuja hapa, life yake hata wenzake waendelea na mkutano, lakini yeye ako tu. Jana nimekaa hapa, nimekuwa nikiangalia, nimekaa hapa nikaangalia, kuna karatasi inatoka nyuma pale inaandikwa na inaenda chini kwa chini tu na iangalia. Mimi nikatembea tu na kwaga mnaku, msinione hivi. Ukiniona nimesonga karibu na wewe, jiulize. Sasa mimi nilikuwa najaribu kusabai nione how many wamekuja hapa na wako tempted na the devil. Shetani anakuja kabisa na ananyemelea mpaka bado umekaa. Naona tu vitu vinafanyika. Nimetoka hapa nje nikapata yani kuna watu yani wapata kijana mvulana mzuri tu amekuja kwa mkutano, ukimwangalia hata akitembea na kanyaga ardhi kama anaiumiza. Yani unamuona vile alivyo holi. Lakini nikitoka nje na mkuta anang'ang'ana kujificha ndani ya kikoi cha mademu. Sio ndivyo? Ama ni nini hiyo? Unaweza kuwa uko timamu kweli, unang'ang'ana kukaa ndani ya maskati. Sasa shetani anaweza kuja mahali popote. Yesu amefunga 40 days, day and nights. Na hizi 40 days, let me tell you, alikuwa amepata nguvu za kipekee za ulimwengu wa rohoni. Lakini shetani bado amekuja pale. Wajua si mchezo nani? Kufunga siku 40. Si mchezo. Yesu anafunga siku 40, siku amemaliza saumu. The devil knows that this guy is hungry. And the devil knows that Jesus can really perform a miracle. He knows. Alikuwa anajua kabisa kwamba kwa sababu huyu ni son wa God, anaweza kucommand stone iwe nini? Bread. Lakini wakati amesonga, akaja kumjaribu. Kuna watu hapa umekuwa tempted kabisa. Kuna watu watatoka hapa wamefemwa na majaribu. Jana nimepata wengine hapa nikaona hivi kabisa namba za simu zimeongezeka. Niweke yako. Yaani ulikuja ukiona namba 10 lakini utatoka hapa ukiona namba 16. Kama ni msichana, za wasichana wenzake ni 2. Za wavulana ngapi? 4. Kama ni mvulana hata unapata hata za maboys wenzake hana. Lakini ametoka hapa na namba za mademu 20. Hiyo ndio kitu amejifundia tu akiwa kwa mkutano. Kwa sababu shetani anaweza kuvamia mahali popote ambako umekaa, hata wakati umekaa na nguvu za Mungu, shetani anataka aje kujaribu kama umesimama vyema. So the devil came to attempt Jesus, the Son of God, to really understand his stand. Was he strong? Je, amesimama vyema katika imani? Ako sawa? Shetani alikuja pale.
So kuna watu wengine mtatoka hapa majaribu yameongezekea. Natoka hapa tu kanisa majaribu imekuzidi. Mwingine namwangalia kabisa, naona vile analinda, hataki kuona sijui msichana fulani akiongea sijui na nani. Yaani unaona kabisa vile analinda. Hata kwa kona yenye amejisetu unaona kabisa ni kulinda analinda. Hataki kuona. Yaani oh my God. Wacha niseme. Gift bora unasema na wasiwasi vibaya. I can only trust Gift. He's a very innocent boy. Kwani mnaonaje huyu Yesu, mnaonaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes, ndio maana leo Gift amekataa maneno. Aliyaona maneno akiwa kule nyuma jana. Leo amehama ameketi zake kumbe. Hataki maneno. Gift hataki maneno. Bana aliona kabisa ina karatasi inatumwa inaenda ni kama inamwendea Gift. Lakini Gift alijitahidi maombi yako hapo tu, damu Yesu nioshe, damu Yesu. Damu Yesu nipiganie damu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So what am I trying to communicate here? I want to tell you that hata uwe mchangamfu katika mambo ya Mungu kanisani namna gani, nataka ujue kwamba shetani hataacha kukukimbiza. Shetani hataacha kukuja hata wakati umetoka katika saumu. Shetani haachi kukimbiza hata wakati wewe umekuwa mtoaji mzuri wa time. Lakini kuna kitu ambacho kitakusaidia kumshinda shetani. Ndicho nataka ukijue leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So now the devil came there. Anamwambia Yesu. Kwanza tuulizane. Ni nani amempeleka Yesu kujaribiwa? Yeah? Roho Mtakatifu. Now the Holy Spirit took Jesus into that mountain of temptation. That is stage 1. Sometimes nataka ujue kwamba Roho wa Mungu anaweza kukujaa kabisa na akaamua kabisa kuachilia ujaribiwe tu. Umetoka kabisa kunena kabisa lugha sahihi kanena, baba right. Lakini baadaye shetani atatumia kijana akuje, aje ajaribu kukutongoza, aone kama utasemaje. The Holy Spirit. Na wakati mwingine shetani anaweza kukutumia na unabii wako hivyo hivyo. Wewe ujikuta unajaribu kuombea huyo kijana kama mambo iko namna gani, unajisikia kwa sababu ya tamaa ya mwili imezidi. Utasikia ni kama kuna lugha inanena ndani mwako inasema right. Alafu unaona ni kama right Bwana amekubali. Kumbe shetani amekuja anataka kabisa kukusukuma katika jaribu. Na hata vijana wengi saa hizi wanatembelea katika temptations. Majaribu ndio imekuwa barabara yao. Sasa Roho amempeleka Yesu mlimani akajaribiwe, na alipofika mlimani kuna vitu vinafanyika. Roho amemfikisha pale. But now God himself knows ya kwamba uweza ambao ameinvest ndani ya Kristo Yesu ni mkuu tena ni wa ajabu. Na huo uweza uko wa namna ya kipekee sana. Na tutaendelea kuangalia tuuone. Now alipofikishwa, now the serpent comes. The devil comes. Nataka mjue kwamba kuna vitu ambavyo havijaondoka kwa Yesu. Yesu wakati ameenda mlimani, time yake ya prayer and fasting, alikuwa anamuomba baba yake, at the same time alikuwa analisoma neno. Kwa hivyo uko mlimani, unafunga kwa maombi wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anafunga kwa maombi akilichambua neno. Anapoendelea kuchambua neno, anaendelea kuomba. Sasa kazi imekuwa ni neno na maombi. Neno na maombi. Sasa that brought down the presence of God. Now, Roho alipompeleka Yesu mlimani, Roho hakuondoka. Roho alikaa ndani mwake. For the Bible says that the Holy Spirit shall dwell in you. Ako pale. Mungu ako pamoja na yeye. There was the presence of God. Na presence ya God tumesema inafanya kazi gani? Yeah? It brings divine intervention. Sasa vitu vinafanyika pale. Shetani amekuja akamwambia oya, Roho. Unajua shetani kwa sababu alikuwa ni malaika na alitupwa kutoka juu.
na anaelewa kabisa na mbingu vile kunakaa, anaelewa na kwa Mungu vile kunakaa. So alijua hata Yesu ninamjua, najua kabisa kile kiti ametoka kukaa, najua kabisa kile kiti anakaliaga kinakaaje, anaelewa na mambo mbinguni vile ilivyo. So amekuja akaja akamwambia, kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu, badilisha jiwe liwe mkate. So kuna kitu ambacho alikuwa ana deal nacho. Shetani ana deal na kitu ndani ya Kristo. Kitu cha kwanza ana deal na spirit of obedience ndani ya Kristo. Aone kwamba kama Yesu ataobei maneno yake. Kwa hivyo kama Yesu angejaribu kuonyesha nguvu yake, ingekuwa kwamba ameobei maneno ambayo yanatoka ndani ya Shetani. Kwa hivyo Yesu ana amri tu ya kuobei God, but not the devil. Okay? Hiki kitendo ambacho Shetani anamwambia Yesu afanye ni kibaya ama ni kizuri? Yeah? Ni kizuri. Ni kibaya ama ni kizuri? Kizuri. Si ni kizuri? Si akibadilisha jiwe leo mkate atakula na ile njaa iondoke. Lakini Yesu anachagua fadhali niumie na njaa kuliko kuobey the devil. Okay? Yeah. Anachagua wacha niumie njaa. So Yesu akamwambia Shetani, imeandikwa, mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno utokalo katika kinywa cha God. Kwa hivyo neno lile ambalo God analinena lina nguvu, lina uwezo wa kufanya vitu. Kwa hivyo Yesu anachagua kwamba sitaobey vile unaniambia nifanye, hata ingawa nina uwezo wa kufanya. Nina uwezo wa kusema jiwe lio mkate na likawa. Ninao uwezo, lakini nachagua sitakuheshimu maneno yako, lakini nataka ujue imeandikwa. It is written. That a man shall not live by bread alone. So as you take your bread, ujue ya kwamba kuna neno la Mungu ambalo litakufanya wewe uishi. As we eat to live, nataka ujue ya kwamba you need to start the Bible to live. Okay? Yes. Are we together? Yes. Okay. So nataka ujue ya kwamba Yesu anamwonyesha Shetani ya kwamba imeandikwa mwanadamu hataishi kwa mkate. Unanisukuma nibadilishe jiwe lile mkate, ni kweli nataka kula, ni kweli nina njaa, lakini sitatii maneno yako. Mwanadamu hataishi kwa mkate, bali kwa neno utokalo kwa kinywa cha Mungu. Lakini opening statement ya Kristo ni kwamba imeandikwa. Na hautaweza kusema imeandikwa kama wewe si msomaji wa Biblia. Lazima uwe msomaji wa nini? Wa Biblia. Ndio unaweza kuwa na courage ya kusema it is written. Unaweza ukasema imeandikwa na Shetani akakwea akajua wewe unasomaga gazeti. Kuna watu wanaweza kusoma katika prayer, anamlilia God, anamwambia Baba naomba ushuke, na akajikuta akiomba Baba Raila. Kwa sababu ndio kitu kimemtawala. Bwana Yesu asifiwe. So there's something we need today, kwamba sisi ili kwamba tukaweze kuwa washindi wa kushinda changamoto ambazo tunakumbana nazo katika ujana, lazima tuwe vijana wa kuchambua Biblia. Lazima tuwe vijana wasomaji wa Biblia. Now that was stage 2. Stage 1, the Holy Spirit takes Jesus to the mountain of temptation. Stage 2, now the devil attempts Jesus. Anamwambia sasa badilisha jiwe liwe mkate. Lakini Yesu anamwambia imeandikwa. Stage 3 ilikuwa nini? Baada ya pale amempeleka wapi? Yeah? Cynthia alimpeleka wapi? Juu ya mlima. Kwa mlima tushapita. Yeah? Somaji soma bwana, wewe ndio tunangoja. Tuko stage 3. Then the devil took Jesus to Jerusalem. Now the devil took Jesus to Jerusalem. The holy city. Cynthia, unaona hapo tumepita? Tulipita pale kwa mlima. Now
The devil took Jesus. The devil took Jesus. Hapo nyuma tuko pamoja. The devil. Tumeona hapo kwingine Yesu ndo Roho Mtakatifu ndo amempeleka Yesu. Sasa Roho Mtakatifu amehandover. Shamba apelekwe katika majaribu. Now the devil took Jesus, but not the Holy Spirit. The devil took Jesus. Where? To Jerusalem, the holy city. To Jerusalem. Where? To Jerusalem. To Jerusalem, the holy city. Yes, that's why I'm trying to tell you that today, hata ukijiweka holy, ujue kwamba shetani atangangana kuja hapa. Na Yesu, shetani anajua kabisa huyu mwenye anampeleka huko is holier than thou. Anajua kabisa huyu ninayepeleka huko kumjaribu ni mtakatifu. Tena mahali ambapo nampeleka katika Jerusalem, mji takatifu. Imagine. Na anakuwa na uwezo wa kuaccess hayo maeneo. Wasichana wangapi ambao tuliwakuta wakinena na lugha na huku dhania kwamba angeanguka. Sasa hizi unashangaa kwamba unasikia alianguka. Hata hayuko kwa wokovu tena. Kwa sababu shetani anaweza kuingia mpaka Jerusalem, the holy city. Sasa hizi hata ujaribu kitu kitakufanya unene lugha peke yake tu ni maji baridi. Lakini ile lugha ulikuwa nayo sasa iliondoka. Mmoja nimesikia mwingine akinena hai nikaisikiza vizuri. Nauliza Mungu sasa yaani msichana analia kabisa. Nimeachwa. Ananena na lugha lakini anaeleza maneno yake kule ameachwa sijui na nani. Bwana niko Misri naomba uniokoe. Lakini yeye moyoni mwake anafikiria kwamba ananena maneno ambayo yanaweza kutufaidi sisi wote. Maana kuna kitu kimeingia. Shetani alivamia kambi. Aliingia Jerusalem, the holy city. Sasa hapa anaweza kuingia na ametembea pamoja na Jesus. Anamjaribu vipi? Set him on the highest point of the temple and said to him. Now, when the devil brought Jesus here, the Bible says now he's set him in the highest Point of the temple. In the highest. Kwa Kiswahili tunasema kileleni. Sawa Kileleni. In the highest point of the temple. Amempeleka juu ya kileleni pale. Kazi yake tu anataka tu amjaribu. Wakati mwingine the devil pushes you. Anakupeleka mpaka kwa kona, anataka tu kufix. Ampeleka kileleni. Anamwambiaje? And said to him, if you are God's son, throw yourself down, for the scripture says, God will give orders to his angels about you. They will hold you up with their hands, so that not even your feet will be hurt on the stones. Please, can you note this? Can you write it down? Nataka uandike hapo kabisa ya kwamba even the devil does the Bible study. Hata shetani huchambua Biblia. Into brackets, the devil knows the scriptures. Hapo into brackets ya kwamba the devil knows the scriptures. Shetani anajua maandiko. Shetani amempeleka Yesu na anataka uone vile hii hali inafanyika. Anampeleka hapo kote. Yesu amenyamaza tu. Amebebwa amepelekwa. Yesu amenyamaza kimya.
akapelekwa mpaka the holy place Jerusalem. Yesu amenyamaza. Akachukuliwa hapo na jamaa akapelekwa kileleni, the highest point of the temple. Yesu amenyamaza tu. Alipomfikisha pale, akamwambia, jitupe, kwa maana imeandikwa. Sasa hiyo niliambia imeandikwa mwanadamu hataishi kwa mkate. Hata mimi najua Biblia. Jitupe chini kwa maana imeandikwa. Atamtuma malaika zake wamshike mwana wake asijikwae kungwae hata kidogo. Simumpigie makofi bwana. Akamjibu imeandikwa. Sasa unaweza kumsimamisha shetani damu kwa maandiko. Hata akija na maandiko. Wewe bora una maandiko, lakini ukikuta una maandiko unabaki. Unabaki umesubaa. Mpaka unaanza kuona kijana mzuri kama huyu vile alivyo handsome hivi. Anakujiwa tu na andiko na marafiki zake, anaambiwa imeandikwa katika Biblia kunywa mvinyo kidogo kwa kusaidia. Alafu jamaa mbaki anazubaa. Jamaa anaanza hata yeye mwenyewe yeye ndo anapanga kanisani na vijana wako nje hawajaokoka. Yeye ndo anauliza imeandikwa wapi? Anaambiwa twende katika Timotheo. Anafunguliwa anaambiwa unaona hapa. Paulo anamwandikia Timotheo kunywa mvinyo kwa sababu ya shida iliyo kwa tumbo. Mvinyo unasaidia tumbo. Jamaa anabaki anasubasubaa kidogo, anaambiwa twende kwa Yohana. Yesu ameingia kana Galilaya akatengeneza divai. Watu wakanywa kwa harusi. Kwisha. Basi lete. Bwana asifiwe. That is how the devil operates. Na atahakikisha ya kwamba amekusukuma katika kona ambayo wewe utashanganikiwa, maana hujui maandiko. Na ukiwa haujui maandiko, wewe umeishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nataka mjue ya kwamba ni vyema kuyajua maandiko yajae ndani mwako, yatakusaidia kubadilisha mambo, haswa katika majaribu ya ujana. Na shetani anamwambia jitupe maana imeandikwa. Ili wanaona Daudi, it is in Psalms. Daudi anasema kwamba kwa maana Bwana hata mwacha masihi wake, atawatuma malaika wamshike asianguke wala asijikungwae. Shetani alimsoma hilo, analielewa. So unataka ujue kwamba wakati unapoendelea kukuja church, kuendelea kujua neno la Mungu, shetani naye anaendelea kufanya recruitment ya vijana kule duniani. Especially wewe msichana ambaye uko kanisani, ujue kwamba kuna vijana wavulana wako kule nje wanajua wanatumiwa na shetani kujua maandiko ya kukuchallenge wewe. Na utaenda usubahisho tu na Bible. Kwanza atakutime siku umetoka church. Because hapa tumeona shetani anaingia mpaka mahali patakatifu, the holy place of Jerusalem. And he has got an access to the highest point of the temple. Anakuwa na uwezo wa kwenda hapo juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simama jinyoshe kidogo. Simama. Sasa wakati shetani quote neno, Yesu anamjibu shetani kwa neno. Nataka ujue ulimwengu ambao tunaishi saa hii, hakuna kitu ambacho ulimwengu haujui cha kimungu. Hata wachawi wako na Biblia nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wachawi wako na Biblia nyumbani. Na leo hivi tunaishi katika maisha ambayo wachawi hata wanakuja kanisani. Na wanajaribu kabisa nguvu za Mungu kanisani kama bado zipo. Wanakuja kanisani kabisa, wanajaribu waone hivi kweli bado Mungu anafanya kazi. Je, bado kuna nguvu za Mungu kwa hii church? Bado Mungu anaendelea kuwatumia hawa? Na mchawi anataka wakati mwingine anataka ageti hata madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe. Yes, anataka kuwa na access ya kuketi mpaka kwa madhabahu. Wow. Beautiful. Unaona hata kama
zimebaki siku mbili, hata kama imebaki hii siku moja, nitaenda nipate kitu. Like it. Bwana asifiwe. Tunataka watu kama Arsia namna hiyo. Yes. Arsia, do you have somebody? Tunataka watu wa namna hiyo. Huyu ndio dada wa ndugu sijui. Bwana asifiwe. Dada ambaye anajituma kwa mambo ya Mungu. Yani all the way from Nairobi tukishusha paroko inside. Wow. Thank you. God bless you mama. Karibu sana tusikie home. Bwana Yesu asifiwe. So nataka mjue kwamba shetani anaweza kuingia katika place yoyote ambayo wewe umeingia kuabudu. Ndio nimewaeleza kwamba shetani ako na access ya kuingia mpaka hata kanisani na ako na agents wake leo. That's why tuko na cases. Unasikia kwamba church fulani kumeingia mtu ambaye ni devil. Anakuambia kabisa mimi ni devil worship. Nimekuja wakati mlikuwa mnaimba nikasikia nguvu za Mungu zimeninasa. Na anakiri kabisa kwamba tulitumwa tukuje hapa tuje tutatize pastor. Tulitumwa tukuje hapa tutatize vijana wasikae kwa wokovu. Sasa unapata vijana wako kanisani, kijana mcheza keyboard mzuri. Anaingia kanisani na amebeba kondo kwa mfuko. Bwana asifiwe. Maybe sisemi mtaki sana. Bwana Yesu asifiwe. But I'm not saying about Davidson Jama here. If there's any boy I trust in my heart, it's Davidson. I love him so much. Yes. Very innocent guy. And by the way, usibadilike. Namwombea Mungu. Namwombea Mungu tu yani aendelee hivyo asibadilike. Amen. Yes. Amekuwa kijana ambaye ni mtiifu, mwenye heshima, kijana mzuri sana. Nimesema watu wakiwa naenda nje muombe ruhusa. Hapa hivi nimewaambia kesho kuna mambo ambayo tutakuwa tunafanya hapa. Kuchambua na hiyo naifanya bibi mwenyewe. Na unapata mtu yani msichana ako kanisani lakini amedunga sindano ya family planning. Ndio nimekwambia kwamba shetani anaingia mpaka mahali patakatifu. Na anataka kabisa kufanya kazi. Hata wakati mwingine unakaa hivi unaangalia, unashukuru nini hiki kinaendelea. Siku hizi hata wasichana siku hizi wao wenyewe wanatembea, unapata msichana amebeba kibeti lakini kiko na family plan. Amebeba kibeti lakini hata yeye mwenyewe ndo anabeba mpira ya kondo. Hata siku hizi life ni kuarada. Siku hizi life ni kujipanga. Na ulipangwa kitambo. Nina uhakika hivi hapa hivi kuna watu hapa katika kuoga hapa kuna watu wameangalia wenzao wakashangaa. Unashangaa mwenzako kuna alama hapo ni nini anakwambia hata ni shindano ile za kuongoza miezi 9 lakini ukiangalia hii kuna kitu iko hapo ndani. Naendelea kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimeambia kwamba shetani anaingia mpaka mahali patakatifu na kazi yake ni kuharibu. Anataka akujaribu mpaka akufikishe kileleni. Lakini unaweza kumshinda. Lazima uwe na hii tool. Having the word of God in you. Having the scriptures in you. Studying the Bible. It is a powerful weapon to overcome obstacles. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So Yesu anamwambiaje? Sasa lakini tunajifanya mimi ni shetani, wewe ni Yesu. Kujifanya. Ama wewe uko shetani. Unataka uwe Yesu. Haya, nimekubali maana tunajifanya tu wewe. Imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Maana imeandikwa. Na shetani alipokuja alimwambia imeandikwa. Wewe akamwaza na jaribu jitupe.
kwa maana imeandikwa atatuma malaika zake. Akamwambia imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ujue ya kwamba usiende kujaribu eti ngoja nijaribu kununua mgukaa, labda Mungu atanikanya. Usimjaribu Mungu. Mungu atanyamaza zake, atakuacha ununue, atakuacha uchonge, hata kukanya. Usifikirie kwamba hata ukiweka Guinness hapa mdomoni haitapita hapa kwa sababu umeokoka. Unafikiri haipiti hapa? Nani amekwambia ukiweka ogoro mdomoni haitatulia kwa meno kwa sababu umeokoka? Itakaa. Bwana asifiwe. Nani amekwambia kwamba ukijaribu kushisha, kuvuta atu, ukijaribu kuvuta ndani, utoe moshi na mapua moshi utatoka? Moshi utatoka. Nani amekwambia ukijaribu kuchagua bangi ati Mungu atafanya mikono yako itetemeke bangi mwakike? Atakuacha uchague bangi yako, uvute kabisa. Mungu atatulia. Maana Mungu ataona unanijaribu. Unajua bangi ni mbaya lakini unanijaribu. Benson, nani alikwambia ukijaribu kufungua siku itakataa? Ati Mungu atakwambia siku haitafunguka, imeisha. Utoe. Ukishika itafunguka. Bwana asifiwe. Rose, nani alikwambia ukijaribu kushukisha skati itakataa? Kwanza sasa hiyo shetani anakuja na kusaidia. Unasikia tu nguvu zimepatikana. Unakuja kugundua kwamba hata sisi skati peke yake imetoka. Imeandamana. Pamoja na wenzake. Mtoto yule mkubwa kidogo anafika hapa na last born ni mlaka. Because the devil can access the holy place. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Anaweza kuingia patakatifu. Ako na uwezo wa kupenya hapo. Na amekuja kumjaribu lakini akamwambia, Yesu akasema imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Yesu anayajua maandiko, shetani anayajua maandiko. Wakati unapotembea katika ulimwengu, katika hii dunia, unapoenda Nairobi, unapoenda wapi, Mombasa, umeenda Kisumu, umeenda wapi, umetoka nje ya nchi, ujue kwamba shetani ako kazini kukuandama tu. Lakini wewe kuna kitu kimoja kitakusaidia. Usiache kulishambua neno. Usiache kuangalia Biblia. Usiache kumtafuta Mungu. Usiache kuomba. Akikuja wakati wote utamwambia imeandikwa. Twende jaribu the fourth stage. Yes. Get up my book. Nauliza, kama mtu ameingia kwa roho, akakwambia usome Zaburi 1:20 na Zaburi haina 20, hiyo ni jaribu ama nini? Si jaribu. Okay, asante. Asante Rev. Tumpatie Rev makofi mazuri. Eric, unaweza kukata hiyo kidogo. Ngoi, lakini tuko pamoja kweli? Then the devil took Jesus to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world in all their greatness. Sasa ametolewa katika mji mtakatifu kileleni. Akamwambia imeandikwa. Amen. Imeandikwa. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Nami nataka niwaambie vijana, msimjaribu Mungu. Usiende kujaribu kitu alafu watu wanasema nataka kujaribu nione kama God ataniokoa. Mungu atanyamaza zake. Hata ukiamua kuingia church sahihi hapa ukiwa bila nguo na uanze kuimba, utaimba kabisa. Usifikirie kwa sababu uko church ati Mungu atasema, "Mimi ni Bwana Mungu wako, kwa nini umeingia kanisani bila mavazi?" Mungu atanyamaza zake. Maana hajaribiwi. God is never mocked. Amen. Amen. Anaruhusu katika kifungu kimoja tu tumjaribu. In the book of Malachi chapter 3. Hapo ndio Mungu anasema nijaribuni kwa kumtolea zaka kamili. Muone kama sitawabariki. Lakini kote Mungu anakataa kujaribiwa. Amen. Amen. Sasa amepelekwa katika mlima mwingine tena. Amemwambiaje? All this I will give you, the devil said, if you kneel down and worship me.
All this I will give you if you kneel down and worship me. Yes, soma mali Yesu alijibu kijana ashike. Then Jesus answered, Go away, Satan. The scripture says, worship the Lord your God and serve only him. Nenda zako shetani. Maana imeandikwa, mwabudu Bwana Mungu wako. Amen. Hivyo tu. Nataka hapo mnakili vitu viwili. Ya kwamba nguvu ya kumkemea shetani inaambatana, sio kuandamana, inaambatana na neno la Mungu. Okay? Andika hapo. Kwa Kiingereza nataka uandike the power to rebuke the devil. The power to rebuke devil it aligns with the word of God or the scriptures. Nguvu ya kumkemea shetani inaambatana na neno la Mungu ama na maandiko. Sasa Yesu akamjibu akamwambia, nenda zako shetani, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa. Fanya nini? Soma. Then Jesus answered, Go away, Satan. The scripture says, worship the Lord your God and serve only him. Nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa. Sasa mwisho tunaona hapo Yesu anamkemea shetani. Now Jesus rebukes the devil. Bwana Yesu asifiwe. Na vile Yesu anavyomkemea shetani, pastor mtaongeza kazi ile mbele kidogo. Wakati ule mwalimu tuko tunangoja afike. Wakati Yesu amefika sasa katika stage 4 ya jaribu la 3 la shetani. Stage 1 ilikuwa ni roho anampeleka. Lakini katika temptations kuna 3 stages. Sasa in stage 3 Yesu anamrebuke. Hauwezi ukakemea shetani kama hauna neno ndani mwako. Unaweza pia kutoa mapepo. Kuna watu wengine unapata anakemea mapepo lakini hana neno. Tunaipata katika Acts. Kuna vijana wanaitwa wana wa Skeva. Wao wamepata wajamaa wamepagawa. Alafu wao wanaanza kuomba, katika jina la Yesu tokeni. Tunawakemea kwa jina la Yesu yule ambaye anahubiriwa na Paulo. Biblia inasemaje? Kulitoka wolves zikawararua hawa wana wa Skeva. Na hao mapepo yakaongea ndani mwao yakawaambia, Paulo mnayesema tunamjua. We know him. Je, nyinyi kina nani? Mapepo yanauliza. Nataka ujue wakati mwingine unaweza kufunga kwa maombi. Kuna wakati tunaenda kutoa mapepo hapa chini hapa na mahali panaitwa kwa Ben Mwalimu. Kwa familia moja ilikuwa inaitwa Ben Alfred. Kitambo 2003. Tumefunga siku zetu 5. Tumetoka Voi. Tumekuja kutoa mapepo. Msichana ambaye alikuwa amepagawa na huyu msichana alikuwa anasoma Mary Girls. Tukifika hivi mapepo inatuona. Inasema nyinyi mlifunga siku 5. Sisi tulifunga siku 120. Tunaona ndugu mmoja baba yetu akiroho ambaye tulikuwa na yeye
Akamuuliza, "Ni vipi kijana?" Kidogo tukimwangalia hapa tunaona maji yanafika. Asaji ngojolea. Anashangaa mapepo ufunga. Yes. Mapepo yamefunga siku 120 na siku sisi tumekuja. Unajua ukiwa mchanga wa kiroho unajiringa kweli. Tumefunga siku zetu 5. Tumekuja kukomboa mapepo ambayo yameshindikana. Pepo imetongeleza sema tumefunga siku 120. Kaongea kwa Kiingereza. Na unajua vile wasichana wanaringaga. Inaongea na inatumia maringo yake mwenyewe. Because the devil can access the holy place. Shetani ameingia hapo ndani. Anasema who can bog me? I am unboggable. Tulikuwa na kijana mmoja handsome. Hata mimi ningepewa hiyo sura sijui. Aliangaliwa, yes, kijana brown hivi. Handsome. Aliangaliwa hivi na huyo msichana akaambiwa, "Kwanza wewe." Akaumia kidole. Kijana alienda tu kwa mama akamnong'onezea kama mimi ninarudi Voi. Kabla ageuke atoke kwa hiyo nyumba, maana zilikuwa zile nyumba za kukandika zile. Na ako hapo na watu wa familia wako hapo wameshindwa. Alikuja nisikia naswa. Kumtoa huyo msichana hapo. Mapepo wakati mwingine yakiingia mtu kunakuwa na hali ambayo si ya kawaida. Anakuwa na nguvu nyingine ambayo si ya kawaida. Yaani wanaume tumeng'ang'ana kumtoa tu, yani kijana tumfungue mikono ya msichana. Tulitolewa kijasho. Ndio. Hata mimi mwenyewe nilifika nikaamini mapepo kweli ilifunga. Hizi ni 120. Tumeng'ang'ana hapo, yani unang'ang'ana kumtoa. Mpaka leo niko na alama aliniumaga. Nilitoka hapo nikakaa 2 weeks nikaenda kupimwa kama niangalie kama niko sawa, sije kawa linaambukiza ukimwi. Bwana asifiwe. So nataka mjue kwamba wakati mwingine mapepo kuyakemea yanahitaji kuwa umejawa na maandiko. Ndio maana Yesu anamwambia, "Nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa, umwabudu Bwana Mungu wako na msujudie yeye peke yake." Lakini watu wengine hapa, "Fire! Fire! Katika jina la pepo inakaa tu inageuka tu, ikiona mmechoka kukemea inajifanya ilienda, inatulia. Anaamka anaenda nyumbani, wiki ijayo mnaendelea. Kuna kitu mmekosa. Maandiko hayapo ndani mwenu. Lakini useme toka, kwa maana imeandikwa, huu mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Toka. Inajua kuna mtu hapa anajua huu mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Imeandikwa hivyo. Pepo nenda kwenda. Anaamka. Vijana, nataka niwaambie kwamba uwe msomaji wa Biblia, mchambuzi wa maandiko, na utakuwa kijana super. Amen. Hiyo ndio kifaa cha kiungu ambacho napenda ukijue zaidi ndani mwako. It is the very strongest weapon, a godly one, divinely one, that can lead you to overcome obstacles and some of the challenges. Bwana Yesu asifiwe. So nataka niachie hapo kwa sasa. Wacha nirudishe kwa mchungaji alafu aongoze.